Bible mtu aliye mwaminifu, mwaminifu wake hautamkomboa siku ya hukumu. Tenda mema yapata namna gani? Kwa wakati wa mwisho kuikosea, hiyo mema haitakuokoaka na wala Mungu haitazame tena. Maana Biblia inasema tunapamba vita mpaka mwisho. Hakuna kupumzika, hakuna kutulia. Ndio maana Biblia inasema anayejizania anasimama, angalia sianguke. Kwa wa kwanza watakuwa wa mwisho. Tunapambana mpaka mwisho. Tunapiga tarumbeta. Takaye sikia sikie. Takaye badilisha njia zake abadilike. Lakini ninakuambia ya kwamba kuna siku tarumbeta itanyamaza, haitalia tena. Kuna siku neema hii inaenda kuisha. Hallelujah. Naomba dada yetu Salima aombe mhubiri. We ask our sister to pray for the preaching. Baba, tunafika ule muda ambao shetani hafurahi wala kupenda. Yesu, tunaomba utulivu ndani ya ibada. Tunaomba Roho wako Masihi atulize kila hewa zote zitakazozunguruka kuharibisha, kutuzubarisha, kwa jina la Yesu Kristo mfalme wa amani. Pepo za kutufanya tutoke tupite tunaziharibu na kuziteketeza kwa jina la Yesu Kristo Mungu wa majeshi. Tunaombea mtumishi wako ambaye atatoa neno. Bwana, yeye asingelionekana, bali wewe onekana ndani yake Mesia. Bwana, yeye ni mdhaifu, wewe ndiye Mungu unayemwezesha. Nina imani kwamba siku ya leo tena utamwezesha na utashusha mafuta tena zaidi. Tunaomba neno hilo Bwana litakapoingia ndani yetu lizae matunda na lizame kama vile nanga lizamayo majini, na hata Bwana lizae matunda ndani yetu, na matunda hayo tuyaonekane katika watu wengine. Tunaomba Bwana tusingelikala tu tusikilize ajili ya kusikiliza, bali acha tusikilize tunamaanisha. Acha neno hili litusaidie katika safari ya kwenda mbinguni. Tunaomba neema yako ituonekanie. Tunaomba zaidi roho ya utulivu ndani ya watoto wako. Tunakushukuru kwa maana utatenda zaidi ya maombi yetu. Ni kwa wetu na utukufu wako Yesu Kristo mfalme wa amani. Amen. Nimeshukuru kwa waimbaji wetu, umetuimbia vizuri. I thank our singer, the Mungu awabariki. Amen. Na nyimbo zenu zilikuwa na upako sana. And your sang had an anointing. Na Mungu aendelee May kuwabariki. God continue to bless you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na muda tena huu tunataka kusikia neno la Mungu. And at this time we are going to hear the word of God. Tunataka kusikia yale ambayo Mungu amekusudia kuzungumza nasi siku ya leo. We're going to hear what the Lord wanted to speak to us today. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Naomba ukamate tu kitabu chako. I'll ask you to get your book na utulie mahali hapo ulipo. and just be comfortable where you are. Haleluya. Na maneno haya tunayasikia. Because the words that we're going to hear, Nyimbo zinaimbwa tunazisikia. the songs that are sung we hear, Lakini kwa muda mfupi but in a short time tunaenda kuziona in reality. we're going to see them in Mambo yale wako natuimbia, the things that they're singing, mambo yale tuko tunahubiriwa, the things that they're preaching to tangu us. kidogo tu In just a short tunaenda period of kusimama time, mbele ya mambo we're hayo. going to stand in front of those things. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na kila mmoja katikati yetu And everyone among us, atakapofika mahali hapo when they get to that place, atakumbukiaka siku hizi. they will remember these days. Haleluya. Amen. Na kama hazikukusaidiaka, And if they never help, basi muda utakuwa umekwisha, the time will be gone. maana neema itakuwa imesimamishwa. Because the grace or Na hapo mercy will be utakuwa stopped. kulia na kusaga meno. And then we'll be crying. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe muda wetu ni huyu. This is our time. Huu ni muda wa kuokoka. This is time for Huu ni muda wa somebody. kumgeukia This Mungu. is time to turn to God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Afurahia sana kitabu cha unabii. I'm pleased with the Mara book of mingi waliokuwa Revelations. wakimaliza kutabiri Many times after prophesying, na walikuwa wanamaliza wakisema, they used to finish na walio na saying, masikio
And those that have wasikie lile ambalo asema Roho wa Bwana. should hear what the Holy Spirit is saying. Haleluya. Amen. Wasipo kulisikiliza, If they don't listen to kombele kuna kulia na kusaga meno. in the time Kulisikiliza na coming, kuweka kwa matendo, listen to it and put kombele it in action. kutakuwa shangwe, In the future, there will be praising, kutakuwa kusifu, happiness. There will be praising. kutakuwa furaha yenye haina mwisho. There will be happiness, eternal happiness. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Na siku ya Mungu ambayo ilipita, And last Sunday, ile ingine nilikuwaka hapa kwenye the madhabahu, Sunday that I stood on this pulpit, tulizungumzia juu ya somo ambalo tuliita ufalme. we talked about a lesson, kingdom. Na nilipouliza ulizo, And when I asked the question, kwa karibu na changamoto kidogo, there was few maana components, niliwaambia ningelikuwa na zawadi ningerudia na zawadi because yangu. I told you if I had a gift, I would have won. Haleluya. Hakuna mwenye alifaulu kujibu lile No ulizo. one answered that question correctly. Na tulisema tuna aina ngapi ya ufalme ndani ya falme za kiroho? And how many types of kingdoms did we say? Kasema We tuna have? aina tatu ya ufalme. We say we have 3 types. Kasema ya kwanza ni ufalme wa We mbinguni, say the first one is the kingdom of na heaven. tukasema ya pili ni ufalme wa Mungu, The second one is the kingdom of na God. tukasema ya tatu ni ufalme wa shetani. And the third one is the kingdom of Satan. Haleluya. Na kwa muda huu tuna falme mbili ambazo zinatenda kazi, And at this time we have 2 kingdoms. falme wa that are mbinguni working. The kingdom of au heaven falme wa and shetani. the kingdom of Satan. Maana ni falme mbili zinazotenda kazi kwa sasa, Because there are 2 na kingdoms hizo that are falme working mbili now. zinapingana. And it's 2 Ndio kingdoms. maana mpaka fighting leo against tunashindana na ule muovu That's shetani. why until now we still fight with Satan. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka leo tunapambana. Until today we continue to fight. Mpaka leo tunashindana. Until today we continue to fight. Haleluya. Amen. Na tukasema ya kwamba And we say that falme wa mbinguni the kingdom of heaven ulionekana kwa njia tatu was seen in 3 ways na ukafunuliwa kwa siri 7. and was revealed in 7 secrets. Haleluya. Amen. Chani wapatie njia ya kwanza. Let me give you the first way. Falme wa mbinguni The kingdom of heaven, unaanza na mafundisho ya Yohana. it starts with the teaching of John. Tengenezeni njia ya Bwana. Fix the way of God. Haleluya. Amen. Yohana ndiye alianza kuhubiri ya kwamba ufalme wa mbinguni ni karibu. John was the first person to preach about the kingdom Kwa of hiyo, heaven, that it's close. Ufalme wa mbinguni For that the kingdom of heaven ulionekana was seen or revealed kwa njia ya Yohana. in the way of John. Yohana alipoanza kuhubiri. When John started preaching, Bwana Yesu asifiwe. praise God, Umekomeshwa and it was told wakati mfalme alipokataliwa. when the king was rejected. Na mfalme alipokataliwa, And when the king was rejected, mimi nasema ndiko kulitangazwa undugu mpya. the Bible says that's when they Na revealed kipindi hiki kilitembea namna gani? And how did this session Kuna wakati Yesu, there is a time when Jesus, mama yake na baba yake walikuja kumtafuta. his mother and father came to look for him. Na mtu mmoja akaingia hekaluni, And one person went to the synagogue akamwambia baba yako na mama yako wako nje wanakutafuta. and told him, your mom and dad are looking for you. Na Yesu akamwambia, And Jesus told that baba person, yangu, my father, dada yangu my sister, na kaka zangu and my brother ni hawa mitume unaowaona, are these disciples, hawa wanaosikia neno langu the one that are listening to na my word kulishika and holding na it wanaofanya mapenzi ya and Mungu. they do the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hapo ndipo kipindi cha kwanza kimeitia. That's when the first Yohana session began. mpaka mfalme anakataliwa John and na anatangaza Timothy undugu rejected mpya. and announced a new partnership. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Falme hauko tena kwa wana wa Israeli, Kingdom is not to the bali children of ufalme Israel, unatangazwa na kwetu mataifa. but the kingdom is being announced to us Hallelujah. in the world. Amen. Kwa kifupi ni kusema In short, it's sisi to say, hatukukuwaka ndugu za Yesu. we were never brethren. Tuligeuka ndugu za Yesu kwa neema We tu. became brethren by Ndugu grace. zake walipomkataa, When his neema ikageukia mataifa. the grace came to the world. Haleluya. Amen.
Maana ukisoma Mathayo 12 Because when you read Matthew, iko anasema nilikuja juu ya taifa la Israeli it lililopotea. says, I came for the children of Israel that Bwana are Yesu saved. asifiwe. Amen. Na alipotuma mitume wake, And when he sent kawaambia his msiende kwa apostles, mataifa, he told them, don't go to the world. mwende kwa wana wa Go Israeli. to the children of Israel. Haleluya. Amen. Lakini walio wake walifanya nini? But those who belonged to him, what did they do? They rejected him. Walio wake walimkataa. Those who belonged to him rejected him. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Wale walio wake Those who belonged to him, walimtupilia mfalme mbali, they threw the king far away. na mpaka leo And until now, wana wa Israeli the children of Israel, walio wengi many of them, bado waamini kama Masia amekwisha kuja. they still don't believe that Wangali wanamngoja Yesu. they're still waiting for Jesus. Kulingana vile manabii walivyosema na That's Israeli. how the prophets Na wale spoke wamekataa of Israel. kuamini, There's some of them that refuse maana walitarajia ufalme unaoonekana kwa macho. because they expected a kingdom that they'll see with their physical eyes. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Na hapo nikawaambia ya kwamba And that's when I told you that ufalme wa mbingu the kingdom of heaven uko katikati yetu is amongst us kwa namna ya roho. spiritually. Haleluya. Amen. Lakini unaonekana kwa utukufu wake. But it's seen by his glory. Na utukufu wake ni kwa sababu mimi na wewe tuko hapa. And his glory is because you and I are here. Haleluya. Amen. Pitia sisi ndio maana ufalme wa mbinguni unaonekana. Through us, that's how we see the kingdom of Tunamwimbia heaven. Mungu, We sing for God. tunamtukuza Mungu, We praise God. tunafanya kazi za We ufalme, do the work of the tunahubiri kingdom. We injili, preach the na word. watu wanaokoka. People get Kwa saved. njia hiyo utukufu wa ufalme unaonekana. Through that way, the Lakini glory of mfalme the mwenyewe kingdom bado is seen. hatujamuona. But the king himself, we haven't seen him. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Mfalme mwenyewe bado The hatujamuona. king himself, we haven't seen him. Na sehemu ya pili, And the second way, njia ya tatu ambao ufalme wa mbinguni umeonekana, the third way that we see the kingdom of heaven ni njia ile is that way ambayo tunatarajia ufalme ambayo utakayoonekana kwa macho. that we expect to see the kingdom that we will see with our physical eyes. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Kuna wakati ufalme huu tutauona sasa kwa macho, There is a time that we're going na to see this tutamwona kingdom with mfalme our eyes, mwenyewe ametawala. and we will see the king himself ruling. Haleluya. Amen. Na hapo tutaiona huko mbele wakati tutakuwa tukiendelea na mafundisho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Kuna ufalme ule utakaoonekana, There is a kingdom that will be ambao ni seen. mfalme Yesu atakuwa kitawala, And the King Jesus na will be siku hiyo ruling. tutatawala pamoja And naye. that day we will rule together with him. Sio mbinguni, lakini ni hapa, Not in heaven, but here. kwa wale ambao wanamngojea. For those that are waiting for him. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Na kwa sehemu ya tatu And the third part, ulionekana kwa siri 7. it came in 7 secrets. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Mathayo 13:1 Matthew chapter 13 verse 1. uendelea. And to continue, Utazipata hizo siri hapo. you will see all those 7 secrets. Na siri ya kwanza And the first secret, tulijaribu kuizungumzia ile we siku. tried to talk about it that day. Na tukasema ya kwamba siri ya kwanza, ufalme ulifunuliwa And we say the kwa first njia ya secret that mpandaji, mpanda mbegu. it was revealed through a farmer. Hapo tulizungumza mambo mengi sana. And we spoke a lot of things about that. Na leo tutazungumzia njia ingine ya pili, And today we're going to talk Ambao about ni another siri way, ya the pili. second one, which is the second hata secret. tutazungumzia kidogo juu ya ufalme wa mbingu umefunuliwa kwa siri ya mkila, We're going to talk about the kingdom of ambao heaven niliwaambia revealed mkila in maana yake ni utimba. a net, a fishing net. Haleluya. Amen. Sasa hizo siri ziko 7. Now there's 7 secrets. Kienda hapo utazigundua. If you go in that book, you will Ufalme wa find them. Mungu umefunuliwa kwa siri ya chachu. Haleluya. Amen. Na sitaendelea kutaja zile siri zote, And I won't continue. lakini enda hapo ambapo nimekuonesha
But what I have utapata zile siri 7 ambazo zilifunua ufalme wa mbinguni. in the book that I've showed you, will see those 7 secrets that were revealed. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Na ufalme wa mbingu And the kingdom of heaven utakwisha will be done, or wakati Yesu atamaliza kuweka adui zote chini ya miguu yake. when Jesus puts all the enemies Na adui wa down, mwisho and the last ambao enemy tunangojea awekwe chini ya miguu ya Yesu that will continue to ni wait until mauti. they're put under Jesus' Na leg. Biblia inasema ya kwamba And the Bible says siku hiyo that day Yesu atachukua ufalme Jesus will take his na kingdom ataukabidhi Mungu. and he will give it to God. Na itakuwa ni mwanzo wa ufalme wa mbinguni. And that will be the beginning of the kingdom of heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nataka kujitahidi leo And I'm going to try my malize best juu ya today ufalme wa mbinguni, so I can finish the na siku kingdom of itakuya heaven. tufundishe juu ya ufalme wa Mungu. And next week we'll talk about the kingdom of God. Mambo ya muhimu sana kusema tuyajue, It's very important na that we know these yatatusaidia things, sana katika safari. and they will help us in our journey. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kwa wale wanaoandika ngoja niwasaidie. For those that are writing, let me Kwanza help you. kabisa tunaingia katika ufalme wa mbingu tunapokiri Yesu Kristo kuwa Bwana mkombozi wa maisha yetu We na enter the tunazaliwa kingdom mara of ya pili. heaven after Ndipo tunaingia katika when ufalme we wa get mbingu. baptized and accept Jesus Christ as our Lord and Savior. That's when we enter the kingdom of heaven. Haleluya. Amen. Na jambo la pili, And the second thing, ufalme wa mbinguni the kingdom of ni heaven wa wale waliowaamini wa kweli na wasiowaamini wa kweli. is for those that are true Niko nasaidia wenye and wako not true naandika, believers. I'm sababu uweze helping those that kujifunza are vile vitu writing so you vizuri. can learn those things very well. Ufalme wa mbinguni ni kwa wale waliowaamini wa kweli The kingdom of heaven is na for wale those that are wasiowaamini true wa believers kweli, and those that are not true lakini believers. ambao wote wanajigamba kuwa wameokoka. But together they all say they're saved. Sema mpaka leo kuna mchanganyiko. To mean that until today there is still a confusion or a mixture. Haleluya. Amen. Na jambo la tatu, And the third ndipo thing hapo tulisema ya kwamba ufalme wa mbinguni umeonekana kwa njia 3. is where we say that the kingdom Njia ya of kwanza heaven was inaanza seen in Yohana ways. The first way Mbatizaji was John the mpaka Baptist wakati mfalme alipokataliwa until the king na was akatangaza rejected undugu mpya. and he announced a new partnership. Tawapa na maverse kwa wale ambao watakuwa wakizitaka, I'll give you the verses for those that need them. na tukasema hatua ya 4, ufalme wa mbinguni umefunuliwa The kwa fourth siri way, 7. the kingdom of heaven was revealed in 7 secrets. Umefunuliwa kwa siri 7. It was revealed in 7 secrets. Na hizo siri utazipata hapo mu Mathayo. And those secrets you Nimesema find them in 13, Matthew moja chapter kuendelea. 13, verse 1 to continue. Haleluya. Amen. Umefunuliwa kwa siri ya mpandaji wa mbegu. It was revealed through a Imefunuliwa farmer. kwa siri ya haradari. It was revealed through Imefunuliwa kwa siri ya mkila. It was revealed through a secret of the fishing. Imefunuliwa kwa siri ya lulu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hizo siri utazikutana pale ziko 7. For those secrets you find them in the book of Matthew Na chapter tukasema 13, njia ya 3 and we said the third way ufalme unayotarajiwa is the kingdom that we ambao expect, tutauona kwa macho. that we will see with our eyes. Na hapo ni wakati Yesu atatawala. And that's when Jesus Tamuona will macho rule. kwa We macho. will see him face to face. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na ni mengi tulizungumza siku hiyo. And we spoke a lot. Siku hiyo tulizungumza juu ya mpandaji wa mbegu. That day we discussed about Na a tuliona farmer, aina 3 za watu. and we saw 3 types of Na people. wale wote ni Wakristo And all those people are ambao wako Christians katika hii ufalme wa mbingu. that live in this kingdom. Na of ni heaven. kwa nini tunafundisha mambo And haya? why do we teach this? Kwa sababu kila mmoja aje kujikagua, It's so that each person aje can kuona start kama na mimi niko mmoja wa wale wa ufalme, so can see walio am wa I kweli, one of those people that ama are the niko kingdom of upande heaven, wa true wale believers, wasio wa kweli. or those that are not true believers. Haleluya. Amen.
Na tukasema mpaka saizi wote wanachangana. And we say that until now they're also. Na bado Mungu hakutupatia ruhusa ya kuwatenganisha. And God has not given us permission to separate them. Biblia ilituonesha wazi ya kwamba The Bible showed us malaika peke yake only the angels. ndiye atakayewatenganisha. Only the angel will be able Na hapo to ni separate wakati them. Biblia imetuambia And kwamba that's when the Bible tells acheni us, magugu na ngano vichangane pamoja, leave the wheat na and the siku wheat hiyo mixed together. mimi Bwana nitavitenganisha. And that day I God will Magugu separate them. yakifungwa miganda The wheat will be packed na in kutupwa bags ndani ya moto, and will be put in na ngano fire. zikiwekwa ndani ya ghala. And the wheat will be put in the Hallelujah. Amen. Ya pili, wanafunzi wakamuuliza, The second thing Bwana, mbona tukuelewa mifano hii? they say, God, we didn't understand. Yesu akaanza kutafsiri hiyo mifano. And Jesus started explaining this example. Hallelujah. Amen. Waliokuwa hapa walifuata, tulieleza mengi. Those who were here, Na unaweza ukasoma yale uliyoandika, you can read what you wrote, utapata hizo habari. and you will hear those news or those. Na Yesu asifiwe. Amen. Wakamwambia sasa inamaanisha tutoe magugu They told him it means let's take out, na tuache ngano, let's take out the kwa wheat sababu and the ulipanda wheat, mbegu nzuri lakini zimemea pamoja na magugu. because you planted the good Yesu seeds akasema that grew magugu together with the muyaache. wheat. Jesus said leave them Siku hiyo ya alone. mavuno The day of harvest, ndipo magugu that's when the yataondolewa. wheat will be taken out. Maana mkiyaondoa Because if you take it out mtaongoa na now, ngano you nzuri. will also take out the good wheat. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hapo nikasema That's when I kasema said, kuna watu wamejipatia kazi ya Mungu. I said there are some people that have Maana given tumeona themselves watu the Lord wengi, before. makanisa mengi Because we've seen many churches yanayotenga watu. that separates people. Sijui nipaite namna gani. I don't know how to Makanisa put it. mengi yanayotenganisha ngano na magugu. Many churches that separate the weed, Wao wanajua huyu anastahili, huyu they hastahili. know this person Huyu is anaenda worthy and mbinguni, this huyu person haende is not. mbinguni. This person is going to heaven, Hallelujah. this person is not. Amen. Nataka niwaambie jambo I hili. want to tell you something. Hakuna mwanadamu awe yoyote No human ambaye being anajua ni nani ataenda mbinguni, nani hataenda. knows who will go to heaven and who will Hallelujah. not go to heaven. Na Amen. kwa njia hii Yesu akasema, And through this way, msihukumu Jesus said, msije do mkahukumiwa. not judge so you can Ukihukumu tayari umekwisha kuhukumiwa. judge. If you judge Sina somebody, right you have already been ya judged. kusema fulani hautaenda ama You don't fulani have a utaenda. right to say this person Sina will go, right this ya person kusema will wewe not go. unafaa ama wewe I don't haufai. have a right to say you are Mungu worthy or alisema ni not. malaika tu. Jesus said only the angels. Haleluya. Amen. Mungu alisema ni malaika tu. God said only the angels. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Na tukasema ya kwamba And we say that mtu wa pili ambaye anawezi kujua the second person that can know hali ya gugu ama ngano the situation Ni of mtu the yeye wheat and binafsi. the wheat is the person themselves. na Yesu asifiwe. Amen. Soma katika kitabu cha Waroma, nafikiri ilikuwa 8 hapo. Read in the book of Romans, I think it was chapter Hali Biblia inasema ya where kwamba the Bible says roho zetu na roho wa Mungu aliye ndani mwetu our hearts and the zinashuhudia ya kwamba spirit of God sisi ni wana wa Mungu. they testify Kwa that hiyo we are roho children of yako God. peke yako tu For God, your heart inaweza kukushuhudia kwamba wewe ni mwana wa can Mungu testify that na you're ya a child kwamba of wewe God unaenda mbinguni. and that you're going to heaven. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Roho yako inaweza Your ikashuhudia, heart can tell, lakini sio mimi but not ama me sio mwingine. or not anybody else. Tukasema sehemu ya tatu We say the third part, tulipatiliwa sehemu kidogo tu we were only given ya a kuweza little bit of kugundua, that to know, nayo tukasema ya kwamba and we say that tutawatambua kwa ajili ya matendo you yao. will know these people based on their Lakini tumeona actions. kama kuna matendo ingine yenye katika siri, But we see there's some Hawezi actions ona kwa that are in macho ya watu. secret that you cannot see in the physical eyes. haleluya. Amen. Na acha niwaambie jambo And hili, let me tell you this. kila mara mwanadamu akiingia kwa nafasi ya kuchagua, Every time a person goes into anachaguaka that place tu to vibaya. choose, they only choose the wrong things. haleluya. Amen. Na Mungu akisema tuanje sisi kuchagua ngano na magugu, And Jesus said when
we start to choose the wheat and the tutaongoa ngano na tutaacha magugu. we will take out the wheat and leave the wheat. Maana kila mara mwanadamu akichagua anachaguaka tu vibaya. Because every time a person or Samueli alikuwa anajua Mungu, alikuwa anajua roho wa Mungu. Moses was Lakini alipoenda kwa Yesu, Samueli alichagua vibaya. Kuna vijana ambao wamevimba. Na akasema huyu ndiye mfalme. Anamwaga pembe mafuta yatoke. Mpaka alifikia mwisho. Anaambia Yesu hakuna mtu mwingine humu mwala toto. Huko katiana kanachungaka ngombe kule mpori. Na alishasaulikana. Samueli Yesu aleta watoto wake. Yes, brought his children. They never remembered that David existed. And that's the one that God had chose. Hallelujah. Amen. Wachungaji wa Ibrahimu. The servants of Abraham. Na wachungaji wa mjomba wake ni nani tena? Loti. Wachungaji wao wanapigana. Their servants were fighting. Ibrahimu anamwambia Loti, Ibrahim told ama mimi niende kushoto, either I go right, ama mimi kume ama wewe kushoto. Or I go left and you go right. Kamwambia Loti achague. And he told Lot Loti alipoona Sodoma na Gomora, when Lot saw Sodom sababu and ilikuwa mahali Gomorrah, penye panapendeza sana. because it was a place that looked very nice, alichagua Sodomo. He chose Sodom and Gomorrah. Hallelujah. Amen. Na Sodoma na Gomora ilichomwa kwa moto. And Sodom and Gomorrah was Hiyo burned. ndio uchaguzi wa mwanadamu. That's the Bwana Yesu choice of a human asifiwe. being. Praise God. Mifano ni mingi sana. There's so many examples. Kienda kwenye mifano hatuwezi If we go tukamaliza. through examples, we won't finish. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo For ni that, malaika atakaye ongoa, atakaye angel that will kagua take out- magugu na ngano. They Sio will sisi. separate the wheat and the wheat, not us. Hallelujah. Amen. Nataka hapa niweke mkazo kidogo. I want to put a stamp here. Tunawafundisha hii sababu na nyinyi mtafundisha mambo haya kesho kwa wengi. We teach this because you also teach other people. Wakati Mkristo anaokoka, When a Christian is saved, anakuwa kama mtoto kidogo, ni kama mtoto kidogo mwenye they amezaliwa. become a small child. Mtoto It's like kidogo a baby hawezi that has kuzaliwa been leo born. na kaanza kutembea. A small child cannot Anaanza be born kutambaa, today and start wanamfundisha walking. kusema, They wanamfundisha teach them kusimama. how to walk, Lakini they teach them mtoto how to amezaliwa. grow, but it's a child that has been born. Haleluya. Amen. Na sisi tunapookoka tunaanza katika When udhaifu. we're also saved, we start in Na weakness. unawezi kuona mtu mwenye bado angali mchanga, And you can see a person that ukawaza is ni saved, gugu, and you kumbe na think ni they're ngano. weak, but they're Bado weak angala na koma. because they're still just growing. Haleluya. Amen. Na sisi wakisema tutenganishe, And if they tell us to utaenda ongoa separate, you ngano will go take out na that utaacha gugu and pale. you will leave the wheat. Haleluya. Amen. Na ndio maana hatuna right ya kuchagua. And that's why we don't have Na the ndio right maana to separate hatufukuze or mtu choose. kanisani, That's why we don't chase no one lakini from church, tunawahubiria neno la but we Mungu. preach the word of God. Haleluya. Amen. Huja vile huko. Come the way Huja you are. vile unafanana. Come the way Chenye you are. hatutakuima ni hili neno la Mungu. One thing we want to deny Tutakuhubiria is the neno word la of God. Mungu. We'll preach Na the wewe word of utachagua wewe God, mwenyewe. and you will choose yourself. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Twende katika Mathayo Go in the book of Matthew, 13 chapter 13, 17. verse 47. Some habari ya mkila. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na chuya lililotupwa baharini likakusanya samaki wa kila namna. Hata lilipojaa walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakatupwa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Kwako amesema nini?
What did he say? Kwangu anasema mkila. On my end it says a fishing net. Nimesikia na amesema chuya. Hallelujah. Amen. Ni Kiswahili hapo vinapishana pishana tu. It's different Swahili. Lakini kwa Kiswahili rahisi ambapo mnaweza kusikia ni But in utimba. a simple Swahili it's a fishing Bwana net. Yesu asifiwe. Praise God. Kwa hiyo kila mtu ameisha kuona mahali wanaloa samaki. For that every person has seen somewhere where Na they kama fish. hujafika mahali wanaloa And if samaki you've unaweza never been ukauliza. somewhere where they fish, you can Sasa ask. hii ufalme ya Mungu yenye tuko Now this ndani, kingdom of God that we're ufalme in, wa mbinguni yenye tuko the ndani, kingdom of heaven that ambao we're Yesu in, Kristo ndiye mfalme mwenyewe, that Jesus Christ is the king imefananishwa na himself, utimba. it has been compared to Bwana a Yesu fishing net. asifiwe. Praise God. Kanisa hili tulilo The ndani church that we're in linafananishwa na is utimba, compared to a fishing ambao net, wavua samaki that the fishing net, walichukua wakatupa ndani ya they bahari. got the fishing net Na and put it in unapotupa the net. utimba ndani ya bahari, unaenda kunazoa kila kitu. You go and you Unaweza bring ukazoa mamba, You can bring unaweza different ukazoa types of fish. You samaki, can bring unaweza fish. ukazoa You chura, can collect unaweza fish. ukazoa samaki zingine You can- zenye hazikuli You can wake. collect fish that cannot be Ndiyo eaten. ufalme wa mbinguni That's the kingdom vile of Biblia heaven. imeufunua. The way the Bible Hallelujah. reveals. Amen. Ikawaambia ya I kwamba told you that. usishangae unaweza ukaumilia Don't hata be kanisani. surprised that you can be Maana in sio church. wote walio Because kanisani not all the people eti that are in wote ndio church wanaingia mbinguni. that they are going to Lakini heaven. mimi ningeliomba But I'll ask sisi you sote one vile day tulivyo hapa that where na we're all sisi sote here, tukutanie mbinguni. let's all meet Na in ndiyo heaven. maana And that's na why- shabaha ya mafundisho haya, And that's why ili katikati for yetu this teaching, pasiwe hata moja huyu atakaye. so that amongst us no one will Potea. stay or get lost. Haleluya! Amen. Sasa Biblia hapa inaongelea Now, the wazi Bible says eti siku hiyo ya mwisho, that last wakati day, Yesu atakapokuja, when Jesus comes, alafu malaika wake and watakuja, the angels ndipo come, wataanza sasa kuchambua. that's when they'll start Hii ni to samaki separate. nzuri, This pita is a huku. good fish, go Hii ni this samaki way. mbaya, This is pita a huku. bad fish, go this way. Haleluya! Praise Na God. nasema waovu wote And he says all the watachukuliwa sinners, they'll be na taken, watatupwa katika tanuru la and they'll moto. be taken in Huko the kingdom of kutakuwa fire. kulia There will be na crying, kutakuwa na kusaga meno. and there will be sorrow. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndugu mpendwa, And for that, hii ndio brethren, muda. this is the time. Haleluya! Amen. Maneno haya tunayoyahubiri The words that we're hatuyahubiri preaching, kwenyu we tu, don't preach it just for yanatuhusu you, na sisi. but they also Na concern wakati us. nasomaka neno la There is a Mungu, time I read the word natulia of kwanza, God, nakaa chini, and I relax, and natulia na I think, tafakari I see hapa this kwa life hapa kwa hili neno, thinking, sehemu on this yangu word, mimi niko upande I gani? say, where am I? What's my side? Haleluya! Amen. Biblia inasema ya The kwamba word, the ndipo Bible Yesu says siku that, hiyo watakuja, that's the day watasema Jesus Bwana, will come. Bwana, That's when they'll say, sisi Jesus, tulitabiri Jesus. kwa jina lako, We si tuliponya na prophesied magonjwa your kwa word. jina We lako, healed sick people in tulifanya your na name. matendo mengi ya We ajabu. did so many miracles. Haleluya! Amen. Yaliyoonekana ya kwamba ni matendo ya ufalme wa That were mbinguni. seen as Lakini the kingdom atawaambia, of heaven, but he will tell ondokeni, them, maana mimi sikuwajua. leave, I don't know you. Umewahi kusoma haya maneno ukakaa ukatafakari njia Have you zako? read this word and thought about your way? Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Utimbi na kokota kila kitu. A fishing net Ndio maana collects kanisani everything. mnawezi kuwa na aina ya watu wote. That's why in the church there is every kind of person. Watetanaji ndani, There are people who watukanaji ndani, gossip, there are people who wengine abuse. wachawi ndani, Other people are waloi witches. ndani. Haleluya! Amen. Na sote tunakiri tunaenda mbinguni. And we all say we are going to heaven. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tulipomaliza tu kufundisha maneno When haya, we finish teaching about these tukapokea things, habari kutoka mchungaji wetu we received news from our ya kwamba pastor kuna mchungaji that there is a ambaye pastor wachungaji wenzake walimkania. that other pastors have, Haleluya! Na Spoke ilikuwa about kukaa him. ya Chaka, and that was kwetu wanajenga kanisa. in the church of Chaka where we're building our church. Wakamwita saa 10 ya asubuhi. They called him at 4 Wakasema a.m. kuna ndugu ni mgonjwa sana na ugua. and they said there is a Tunakusihi brethren that mchungaji is kuja very twende sick. tumuombee. They're asking
asking you to come and pray for him. But they had prepared numbers. When the pastor left home, you know their forest back home. And when he was going where the sick person was, the robbers came. And they stopped this pastor until he died. And when they went to those people that called the pastor, they found all those people had shifted and left their houses somewhere else. That's the sovereignty. They're all in church. Praise God. There is nothing everything that is and they continue to come true until now. Hallelujah. Amen. And many people ask themselves, who are the weed and who are the wheat? Wakati unapangia kuua mwenzako, bado ungali unangoja tukwambie kama wewe ni gugu ama hauko gugu. Are you still waiting for us to tell you that you're a weed or a wheat? Hallelujah. Amen. Wakati unaozikuwa kanisani kunasikia injili kila siku. If you are at church every Sunday, you hear the word of God. Na bado uko mchawi huko unachawikiwa watu. And you're still a witch. Na unangoja tu tukuye tukwambie kama wewe hauko hautaenda. Are you still waiting for us to come and tell you? Hallelujah. Wakati wewe uko kanisani na uko na bibi mwenye unajua haiko bibi yako, na unataka tukuye tukwambie kama wewe uko gugu, hivi tayari moyo wako hujakwambia kama mimi niko msindikizaji lakini siendi. Haleluya. Roho zetu na roho wa Mungu yatosha kutuambia ya kwamba sisi hatuendi. Bwana Yesu asifiwe. Basi mnataka niseme nini na niache nini? Wewe kanisani bado ungali mtu wa fitina. Wenzako akibarikiwa badala ya kufurahi, wewe unanungunika. Na hivyo ndio unataka tu tukwambie kama hautaendaka. Haleluya. Amen. Wewe uko kanisani, kazi yako ni kutenganisha ndoa za watu. Na hapa huko unapanga ingine utatenganisha. Na hivi ngalo na ngoya tu mchungaji pia kwambie ndugu yangu wewe hautaendaka. Haleluya. Amen. Kuna mambo mengine hatutawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine roho wako na roho ya Mungu. Kama kweli roho ya Mungu ni ndani yako, yeye atakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ezekieli 33. Chapter 33. Anja hata mstari wa pili hapo. I'm starting from verse 2. Takuwa na msomo mrefu hapo lakini nataka msikilize vizuri. It will be a long reading, but I want you to listen very well. I'll only interpret a little bit. Ama anja tu mstari wa kwanza. Itapokuwa ni msomo mrefu wende tutamsimamisha. Start from the first verse and just jaribu kusoma vizuri taratibu, kila mmoja ateke masikio sababu sita tafsiri mingi, naona muda wetu kunaenda sana. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako, waambie hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao. Ikawa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Basi mtu awaye yote asikiaye sauti ya tarumbeta wala haonywi, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Aliisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Bali mlinzi akiona upanga unakuja, kama hapigi tarumbeta wala watu hawakuonywa,
na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake itakaa mkononi mwa mlinzi huyo. Ukimuonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiiache, atakufa huyo katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Waambie, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwake mtu mwovu, bali agairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Amen. Kia pale. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ili ni onyo kwa taifa la Israeli. This was a warning to the ambao Mungu anapatia nabii wake Ezekieli. That Jesus gave his prophet apeleke juu ya taifa la He Israeli. told him to go tell the children of Israel. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ukisoma sana Biblia, when you read the Bible, Ezekieli ni nabii ambaye hakutabiri mwinchi yake, Ezekiel was bali alitabiri wakati Israeli walikuwa wameshaenda mahamishoni. But he prophesied when the children of Israel Bwana Yesu went to a different asifiwe. town. Na walienda makundi makundi. And they went in na lile kundi la mwisho ambalo liliondoka, ndipo hapo Ezekieli aliinuliwa kama nabii. Maana kila mara Mungu anapotaka kusema na taifa, anainua nabii katika lile taifa. Na unabii wa Ezekieli ulikuwa unabii ambao ulikuwa unaenda kufariji Israeli. Maana walikuwa wamepelekwa Babeli katika utumwa. Na Ezekieli katika unabii wake aliwatabiria kwamba ni kwa sababu mlimuasi Mungu, mulikataa kutembea sawasawa na mapenzi ya Mungu, ndio maana mumepelekwa utumwani. Ezekieli akaleta na unabii wa kuwafariji, akasema lakini siku zile mutarudishwa tena katika nchi yenu, na utukufu wa Israeli tena utaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo alikuwa ni Ezekieli ambaye alikuwa anatabiri kwenye taifa la Israeli. Na Ezekieli tofauti na manabii wengine, kuna nabii alikuwa anainuliwa juu ya Yuda na mwingine alikuwa anainuliwa kutabiri juu ya Israeli. Maana Israeli ilikabulana kwa makundi mawili, kulikuwa wana wa Yuda na kulikuwa Israeli. Sasa nabii Ezekieli tofauti na manabii wengine, yeye aliinuliwa juu ya zile taifa mbili, juu ya kabila 10 za wana wa Israeli na juu ya kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia nini Ezekieli? Ambia hawa watu watafute mlinzi. Maana siku hiyo miji mara mingi ilikuwa inazungurukiwaka na magoma malupango. Mungu anamwambia ya kwamba mlinzi ule atakaa kwenye lango, na kila mara upanga wa Mungu ukikuja kuangamiza, huyo mlinzi akuwa anapiga tarumbeta, na mwenye atakuwa anasikia ile tarumbeta akiacha uovu wake, atakuwa ameiponyesha nafsi yake mwenyewe. Na yule mlinzi akipiga kama akupiga tarumbeta, na kama watu hawakuisikia, damu ya wale watu watakaoangamia juu ya dhambi zao, damu yao itakuwa juu ya yule mlinzi. Haleluya. Na ndio hivyo watumishi wa Mungu wameinuliwa katika taifa hili. Bado tunapiga tarumbeta ndani ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yule atakayesikia tarumbeta aache dhambi zake, aache njia zake, kama upanga haujawaka juu yake. Haleluya. Na atakapoisikia tarumbeta, asipogeuka kutoka njia zake, damu yake itakuwa juu yake, kwa sababu ataangamia, si kwa ajili ya mlinzi,
lakini yeye alisikia tarumbeta akakataa kubadilika. Na tusiposimama tuwahubirie, katikati yenu kukikuwa mwenye ataangamia, damu yenu itakuwa juu yetu. Ndio maana wandugu wapendwa, dakika na wakati, muda ukihitajika, tutasimama tuwaambie maneno ya Mungu. Na hakuna kile hatutawaambia, bali ukweli wote tutawapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Acha niwaambie, Let me tell you, mtumishi wa kweli wa Mungu aliyeitwa haogopake vita. Haleluya. Haogopake kusema ukweli. Anasema ukweli wote. Kama mtampenda mumpende, kama mtamchukia mchukie, lakini amesema ukweli. Haleluya. Na tunaposema ukweli, kama vile tunanawa damu ya watu. we are washing the blood of people from our hands. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Haleluya. Amen. Ukiendelea kusoma hapo, When you continue to Biblia read, inasema ya kwamba the Bible mtu says aliye mwaminifu, a person that is uaminifu wake truthful, their hautamkomboa siku ya uovu. will not be saved, will not save them Haleluya. on the day of Hata destruction. unaitenda mema yapata namna No matter gani, how many good things kwa you do, wakati wa mwisho kuikosea, hiyo mema haitakuokoaka. your good Na wala actions or Mungu good deeds will haitazame not tena. save you, and God will not see them anymore. Utangamia kwa opa. You will be destroyed with Bwana that. Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana Biblia inasema That's why the Bible says tunapamba vita mpaka mwisho. we continue Hakuna to fight until the kupumzika, end. There is no hakuna relaxing. kutulia. There is no being Wewe comfortable. ukashangaa kwa kutana mtu akwambia nimekula pause. You can't find Napumzikisha kwa ajili ya Mungu. you find somebody tell you I'm pausing the work of God. It's never paused. Haleluya. Amen. Jamani, mbona uende kanisani andiko kwa ajili ya mlivu? Brethren, why don't you sing at church? I'm still relaxing. Kwa mlivu. You're in a leave. Haleluya. Amen. Tunapambana mpaka kwa dakika ya mwisho. Until the last minute. Haleluya. Amen. Hawashangilie ushindi wa mchezo They kama don't mchezo celebrate a haujakwisha. victory of a game before the game is done. Haleluya. Amen. Ndio maana Biblia inasema That's why anayejizania anasimama, angalia sianguke. a person that thinks Waliokuwa they're wa standing, kwanza be watakuwa wa careful mwisho. and don't fall down. Haleluya. Amen. Tunapambana mpaka mwisho. Fight until the end. Haleluya. Amen. Bado tunapiga tarumbeta. We're still sounding the horn. Takayesikia asikie. Those who will listen, Takayebadilisha njia zake abadilike. those who will change their ways. Lakini ninakwambia ya kwamba But I'm kuna telling siku you that tarumbeta itanyamaza, there haitalia is a tena. day that the sound Kuna will siku stop. neema hii inaenda Sound again. kuisha. There is a day that this ground Haleluya. will stop. Amen. Tunapiga tarumbeta. We're still sounding. Hata ukuwe humu, hata ukuwe umesafiri, Even though you have lazima unasikia sauti ya tarumbeta tu. last you will hear the sound of Maana kuna watu wengi akitoka nje ya Marekani there's some people ama that live akitoka in kanisani or when they live anawaza in church, amekuwa huru. they think they're free. Yesu asifiwe. Praise Jesus. Ezekieli anaendelea kusema Ezekiel continued. yule mtu muovu A sinful person, wakati anapoambiliwa ama kuhubiriwa juu ya uovu wake, when they're told about their sin, haleluya, amen, na kikataa kuiacha and they uovu wake, refuse to leave damu yake life, itakuwa juu yake yeye mwenyewe. the blood, Hapo niko kwa mstari wa kenda. That's in verse 9. Lakini na kama kuna yule aliwekwa kwa kumwambia uovu wake, If there's a person na that will simwambie, tell them about their damu sin, yake inakuwa juu ya huyo. their blood will Haleluya. that person. Ndio maana hatutawaficha ukweli, That's why wote we're not going to tutawaambia. hide any truth from you. We'll tell you all the truth. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa nafuata ushuhuda wa mama I moja. was listening to Mungu a testimony akamneemesha of one of akampeleka the mbinguni. man. God helped her or gave her the grace to Na take her to alikufa heaven. akakutana papo
amefika mbele ya kiti cha hukumu. She died and found herself. Amefika kwenye njia mbili. She found herself in a place where there were two Na ways. kulingana matendo yake alijikuta nafasi yake ni jehanamu. And according to her deeds, she found herself her place was Hallelujah. hell. Na alikuwa mtu wa kanisa. And this person belonged Na to kaja kulalamika mbele za Bwana. She started to shout in the presence Sema of Mungu, God. mimi kwenda jehanamu She said, God, ni I'm kwa going to sababu hell. pastor wangu hakunifundisha. It's because my pastor never Hakunifundisha told me. kama kutetana ni dhambi. My pastor never told me Hakunifundisha to kama sin. kiburi ni My dhambi. pastor never told me Hakunifundisha kama to sin. kutokutii mume wangu My ni pastor dhambi. never told me not to sin. Alitaja mambo mengi. She spoke a lot of things. Hallelujah. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Hakunifundisha kama kujipamba ni dhambi. He never told me that doing makeup is a sin. Hallelujah. Amen. Sisi tutawafundisha. We are going to teach you. Kama mutatukata mtukatae. If you reject Kama us, mutatupenda reject us, mtupende. love us, Lakini tutawafundisha ukweli wote. Hallelujah. Amen. Siku hiyo hakuna wa kuparamia mwenzake. That day there is no going to another person. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuwa niko kuru wangu na wewe kuwa kuru I'll wako. be on my own and you'll be on your own. Hallelujah. Amen. Sio eti sikusikia. Don't say that I've never Huko heard. kanisani tunakuwa watakatifu. In church we're Ukitoka nje ya Marekani unakuwa kama samaki baharini. Huko wanione tena. Makucha yanakuwa hivi. Hallelujah. Mimi sikuone lakini Mungu anakuona. Bado ninapiga tarumbeta. Bado ninapiga tarumbeta. Mwenye kubadilika badilike. Mwenye kuacha njia zake ache njia zake. Lakini ninakwambia ya kwamba Yesu anakuja. Na hukumu iko mlangoni. And judgment is on your door. Hallelujah. Na anakuja kulipa kila mtu sawasawa na matendo yake. And he's coming to pay each person according to their deeds. Nataka tusome hapo tena Ezekieli. Let's read Ezekiel again. Ezekieli alitabiri juu ya ufalme wa mbinguni. Ezekiel prophesies about the kingdom of Miaka mamia na mamia Yesu hajazaliwa. many Miaka mamia na mamia Yohana Mbatizaji hajazaliwa. Lakini hii ufalme hii ilikuwa ikitabiriwa. Haleluya. Kizazi hiki kilitabiriwa wakati wa Ezekieli. Hiki kizazi kitakuwaka namna gani? Sisi tulio hapa leo Ezekieli alisemaka juu yetu. Ezekieli alituonaka hiyo miaka na miaka. Haleluya. Na mpaka leo nabii natutimilikia. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye ziaka. Jehanamu ni kweli na mbingu ni kweli. Amua sasa. Decide today. Twende katika Ezekieli. Let's go in Ezekiel. Tungana hapo 33. We're still in chapter 33. Soma mstari wa 31 ushuki. 33 31. Chapter 33 verse 31. Shuka chini tuendelee. Keep going down, let's continue. Nao huja kwako kama watu wajavyo, nao hukaa mbele yako kama watu wangu, nao husikia maneno yako wasiyatende. Maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. Na tazama, wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana wa mtu mwenye sauti ipendezayo, awezaye kupiga kinanda vizuri. Maana wasikia maneno yako, lakini hawayatendi. Na hayo yatakapokuwapo, tazama yanakuja, ndipo watakapojua ya kuwa nabii amekuwapo kati yao. Amen. Hallelujah. Amen. Ezekieli alisema juu ya kizazi hiki. This was Ezekiel speaking about this Bwana Yesu generation. asifiwe. Amen. Hapa alikuwa anazungumzia juu ya ufalme. Here he was talking about the Watu wa nyakati ile watakuwaka namna gani? people of those days. Hapa alikuwa anazungumza juu yangu na wewe. Here he was talking
talking about you and me. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Akasema hawatakosaka kuja, watakujeka na watawasikilizaka. They will come and they will Haleluya. Amen. Watakaa vizuri na watawasikiliza katika siku zile. Haleluya. Amen. Na maneno yenu mtakao yasema watayasikia, si kwa sababu hawatayasikia. Wataonekana kuwa tu wenye upendo kwa midomo, lakini mioyo yao upendo haupo. Haleluya. Hivi na hapa ungaro nataka nikwambie wewe uko upande unako upande. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Haleluya. Amen. Hivi ule mtu mwenye ulishaweka mroho yako ulishasema siwezi kumsamehe. Ungalo unataka mie tu nikie tena nikwambie wewe uko upande wako upande. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Haleluya. Amen. Ndipo akasema roho zenu na roho ya Mungu. And this is where he said your hearts and the spirit of God. Sitahakikisha kama mko upande I gani. will confirm which side you're on. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hivi mipango yenye unapanga mroho yako sai. Sai pale kwenye unaikala vyenye unafikiria. Unataka tu nikie nikwambie. And you're waiting for me to come and tell you. Haleluya. Akasema hawatakosaka kuya. Bataikala vile munaikala hapa. Na watakusikilizaka. Lakini upendo utakuwa hauko. Utakuwa ni kwa midomo tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi senyo kuna panga ya kwamba mimi na ile mkutano yao ya Christmas sitakuwa hata kumi. Na hivi pesa sitazilipa. Unataka tu nikie nikwambie uko upande gani. Haleluya. Mimi niliwaambia ya kwamba wale watu wanajijuaka. Wanajijuaka wale wa ufalme. Maana wanajikuta muneno moja wako muneno moja. Haleluya. Ushirika wao katika ushirika. Utatangaza wengine wanaenda huku na huku. Watajikuta tu ni wawili ama watatu. Haleluya. Watakuwa wanajijua. Maana kuna alama ambazo zinawatambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaendelea kusema ya kwamba watasikia maneno yako itakuwa kama muziki unayolia ndani ya masikio yao. Haleluya. Unatoka kanisani leo tumeacha hapa. Matendo yako unayasikiliza. Umesikia muziki. Haleluya. Lakini kabisa yale unayowaambia hawatayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nataka tu nikwambie uko upande gani. You still want me to come and tell you what side you're on. Haleluya. Amen. Ufalme wa mbingu. The kingdom of heaven. Yesu anakaribia. Jesus is near. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unabaki hatua moja ambayo sikuingia. There is only one step that I did go in. Tunaanza hapo ufalme wa Mungu. That when I finish, we start the kingdom of God. Amen. Rudilia siku nyingine mara siwezi endelea muda. I will preach another time because I can't continue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba wewe mwenyewe usiombee. Mungu akutegemeze katika safari. God to create you. Mungu akupatie kumaliza vizuri. God to help you end well. Mungu akupe mwisho mzuri. God to give you a better Mungu akupe neema ya siku ya mwisho ya kumlaki Yesu mawinguni. Grace to see Jesus in heaven. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuomba. Going to pray. Haleluya. Ezekieli 33. Ezekiel. Na mstari wa 11. Mungu anasema afurahie mwenye dhambi anapofariki. Ukifariki ndani ya dhambi zako umeamua mwenyewe. Umetaka wewe mwenyewe. Lakini muda wa kuonywa bado ungali. Muda wa kubadilika bado ungali. Muda wa rehema bado ungali. Lakini rehema inaenda kufika. Rehema hii inaenda kukoma. Huyu ndio muda wako. Naenda kwa maombi. Bwana, tuko mbele zako. Tunakushukuru kwa wema wako. Tunakushukuru kwa neema yako.
Tunakushukuru kwa rehema zako. Tunakushukuru kwa upendo wako wa ajabu. Tangu zamani ulinena na kanisa, hata leo umeendelea kunena na watoto wako. Bwana, umeendelea kutuambia maneno ya nyakati yanayokuja. Bwana, tunaomba utusaidie. Tunaomba utuwezeshe katika safari hii ambayo mfalme wa amani tuko ndani. Maana safari ni ngumu. Maana safari ni ngumu. Maana safari inajaa changamoto. Maana safari inajaa majaribu. Maana safari inajaa majaribu. Bwana, utuwezeshe. Bwana, ututegemeze. Bwana, ututie nguvu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Litegemeze kanisa lako. Litegemeze kanisa lako. Umenena nasi asubuhi. Umenena nasi mchana. Umenena nasi jioni. Bwana, tusiwe tukawe kama wale waliokuwa na shingo ngumu. Wakati uliposema nao hawakuweza kubadilika, na waliweza kuangamia kwa ajili ya shingo yao ngumu. Ndio maana tunakuomba Bwana, utuwezeshe. Bwana, utusaidie. Bwana, utuimarishe katika safari hii ambao tuko ndani. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Utuwezeshe kuacha mabaya. Utuwezeshe kuacha njia mbaya. Utuwezeshe kuacha tabia mbaya. Bwana, tukugeukie. Bwana, tukugeukie. Bwana, bado ngali kwenye kiti cha rehema. Bwana, bado ngali kwenye kiti cha rehema. Yesu, tunalia. Yesu, tunaomboleza. Utusaidie. Weze kukugeukia. Weze kuacha njia mbaya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wokoe nafsi zetu. Mali zimeshikwa ndani ya mikono ya ule adui. Uziokoe nafsi ambazo zimeugua. Bwana, uokoe. Bwana, uokoe taifa lako. Unalilia taifa lako Bwana. Unajililia mfalme wa amani. Utuokoe katika matendo mabaya. Utuokoe ndani ya kusengenya. Utuokoe ndani ya chuki. Utuokoe ndani ya majivuno. Utuokoe ndani ya hasira. Utuokoe ndani ya tamasha. Utuokoe ndani ya kuhukumiana. Utuokoe ndani ya kuchukiana. Utuokoe ndani ya kutetana. Bwana, tunakuomba. Yesu, tunalia kwako. Mengi tumekutenda yaliyo machukizo na machafuko. Bwana, tunalia. Bwana, tunalia. Bwana, tunalia. Mungu, tuwezeshe. Mungu, tubadilishe. Mungu, tubadilishe. Mungu, tubadilishe. Kwa jina la Yesu Kristo. Ili siku hiyo ya mwisho tupate kukulaki. Ili siku hiyo ya mwisho tupate kukulaki katika wale wengi watakao kulaki siku hiyo ya mwisho. Nasi tupate kukulaki kwa jina la Yesu. Naomba mwisho mzuri kuliko mwanzo. Maana imeandikwa, itakupasa nini mwanadamu kupata fahari zote za dunia, kupata ulimwengu wa dunia, kupata dunia yote nzima, na kisha siku hiyo ya mwisho nafsi yako iangamie. Bwana, imeandikwa, heri mwisho wa kila kitu kuliko mwanzo. Bwana, utupee mwisho mzuri wa safari yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Siku hiyo tupate kukulaki. Siku hiyo tupate kupangusa machozi. Siku hiyo tupate kupumzishwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo.
Ninakushukuru maana wewe ni Bwana wa kazi. Hauko katika uwanja wa kazi, Bwana ukitenda kazi ndani ya moja kwa moja. Kwa jina la Yesu, hata wale ambao walikuwa waja kutambua, Bwana wakutambue sasa. Wakutambue na wakugeukie kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana kwa wingi wa neema na wingi wa rehema, kwa wingi wa upendo wako wa ajabu kwa ajili ya taifa hili. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe.